Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Na kusalimia kupitia jina la Yesu Kristo. Kwa majina yangu naitwa Sauli Ibrahimu. Napenda kukuletea mahubiri. Kabla sijaanza kuhubiri mahubiri majira haya, naomba nikukaribishe kwenye chaneli hii. Kwa wewe ambaye ni mgeni, yawezekana hatukuanza wote toka mwanzo. Sasa naomba unafuatilia chaneli hii. Tutakuwa tunajifunza masomo kadha wa kadha kama nilivyotangulia kusema kwenye mahubiri yaliyopita. Mungu ametupa maono ya kuwa tunatangaza habari njema za ufalme wake. Natamani sana kuona watu wengi wakipata habari njema za Yesu, kwa sababu habari njema za Yesu zinaweza zikasaidia katika ulimwengu huu. Unaona, Bwana anatamani sana kuona karibuni kila mtu anakuwa mtumishi wake, lakini shetani anatamani kuona baadhi ya watu ama watu wote wakienda jehanamu, lakini sio kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu, anatamani kuona kila mtu akiutafuta na kukaribia ufalme wa Mungu. Naomba twende tukajifunze somo letu la leo. Kabla sijakwenda kufundisha somo la leo, naomba nimwombe Mungu na kushukuru Bwana kwa majira na masaa haya. Umetupa nafasi nyingine tena ya kuwepo hapa. Ni kwa utukufu wa jina lako. Heshima ni zako na mamlaka. Bwana, majira haya watumishi wako tuko hapa. Yupo msikilizaji anayenifuatilia, anatamani kukuona wewe kwa viwango visivyo kwa vya kawaida. Baba, naomba mbariki, naomba muinue, naomba mtie nguvu kupitia ndani ya jina la Yesu Kristo. Mahubiri haya yanapoenda kuyafuatilia, asitoke kama alivyoingia. Katika maisha yake umfanyie badiliko. Mungu, badiliko la kiroho, badiliko la imani, badiliko la uchumi, badiliko la maisha yake, badiliko la tabia likafanyike kupitia neno lako Bwana, katika jina la Yesu nimeomba nikiamini nimekuwa. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Karibu sana msikilizaji wangu, naomba uwe makini, unifuatilie mwanzo hadi mwisho ili kusudi uweze kuendelea. Nitatumia muda mfupi kwa ajili ya kusikiliza maneno haya ya Bwana. Kabla ya kuendelea, naomba tufungue katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 na mstari wa 33. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 na mstari wa 33, Biblia inasema hivi, tasoma kama ilivyoandikwa: bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Maana yake somo la leo nafundisha somo linaloitwa tafuta kwanza ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu ni nini? Ufalme wa Mungu ni makazi au makao au maskani ya Bwana. Maskani ya Bwana ni nini? Maana yake ni kukaa pamoja na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi sana wako bize sana, wanatafuta fedha. Sina maana kutafuta fedha ni vibaya na sio dhambi. Watu wengi wako bize, wanahangaika na dunia hii. Wengine wanatafuta vitu vya aina mbalimbali, lakini hawatengi hata muda mchache kwa ajili ya kumtafuta Bwana. Lakini hawatengi hata nafasi ndogo kwa ajili ya kusema na Bwana. Wako bize sana. Mungu akiwaangalia anasikitika. Hivi Mungu akiwanyima uzima, nini kitatokea? Hivi Mungu akiwanyima nafasi, nini kitatokea? Wanashindwa kutenga muda wa kumsikiliza Yesu. Msikilizaji wangu, natamani kuona maisha yako wewe ukimpa Bwana nafasi kwenye maisha yako. Ukimpa Bwana nafasi, maana yake utatenga muda kwa ajili ya kumtafuta. Ni vizuri tukatafuta maisha yetu, ni vizuri tukahangaika na maisha yetu, lakini tukatenga muda kwa ajili ya Bwana pia. Tusio tuwe bize tu kwa ajili ya maisha yetu, tusahau kutenga muda mchache, muda kadhaa kwa ajili ya kumtumikia Bwana. Tenga muda mzuri, mtafute Bwana. Unapotenga muda kumtafuta Bwana, utajikuta Bwana naye anatenga baraka kwa ajili ya kupatia wewe. Lakini unapotenga muda mwingi sana kutafuta mali zako, kutafuta shughuli zako, kutafuta vitu ambavyo wewe unafikiri vinaweza kukusaidia, lakini ukashindwa kutenga nafasi tu ndogo, nafasi kadhaa kwa ajili ya kumtafuta Bwana, utajikuta Bwana naye baraka zake anaziweka mbali kwa ajili yako. Badala yake anatafuta watumishi wake, anawapatia baraka hizo. Unakuta mtu anatamani kweli kubarikiwa, lakini njia ya kubarikiwa haitafuti. Baraka nazo, ndugu mpendwa msikilizaji wangu, haziji tu. Bwana anatoa baraka kwa kadiri alivyokusudia.
Sasa mtu wa Mungu, Mungu amekusudia baraka kwa ajili ya maisha yetu, lakini kwa nini tunazikosa baraka? Tunazikosa baraka kwa sababu hatutengi muda wa kumtafuta Bwana, hatutengi muda wa kumpa Bwana maisha yetu, hatutengi muda wa kumwomba Bwana. Kwa hivyo unajikuta hatuwezi kupata baraka. Unaona mtu anaweza katafuta sana, akapata hela nyingi, akapata kiasi kikubwa, akapata mali nyingi, lakini unashangaa kwa muda mfupi zinaisha, zinaharibika. Maana yake nini? Madumadu wameingia. Madumadu ni nini? Madumadu ni wale watumishi wa shetani, wanafanya kazi kumsaidia Mungu. Kwa hiyo kama utakubali kumtafuta Bwana, maana yake Bwana naye atakubali kutenga baraka kwa ajili yako. Ni wewe kutafuta mali zako. Ni vizuri sana ukatenga muda, msikilizaji wangu, kufuatilia na kupanga muda mchache au muda kadhaa kusikiliza habari njema za Yesu. Unaweza ukakuta unakuwa busy sana, lakini naomba nikuulize swali, msikilizaji wangu unayenisikiliza. Hivi ikiwa Mungu akikunyima muda, akikunyima uhai kidogo tu, unaweza kupata muda wa kutafuta mali? Unaweza kupata muda wa kutafuta vitu ambavyo nadhani vinaweza kusaidia? Kumbe tunagundua kwamba ili uweze kubarikiwa, ili uweze kuinuliwa, ili uweze kupokea baraka zako, lazima utenge muda kwa ajili ya kusikiliza sauti ya Bwana inasema nini kwa ajili yako. Kwa hiyo itakuwa ni vizuri sana na ni heri kutenga muda kwa ajili ya kutafuta ufalme wa Mungu. Mungu anapoingia kwenye maisha yako, maana yake anaanza kufanya kazi na wewe. Maana yake unapotembea anakuwa na wewe. Maana yake unapoimba anakuwa na wewe. Maana yake unapohubiri anakuwa na wewe. Unapozungumza anakuwa na wewe. Maana yake kila shughuli utakayoifanya atakuwa yuko na wewe. Kwa nini? Kwa sababu umetenga muda kwa ajili ya kuifanya kazi yake. Lakini kama ukiwa busy kwa ajili ya shughuli zako, unajikuta Mungu hawezi kufanya maisha yako kuwa maskani yake. Hebu tumkaribishe Bwana afanye maskani yake katika maisha yetu. Mwili tulionao, hii ni housing tu ya nje. Lakini sikiliza nikwambie, mwili tulionao huu ni hekalu la Bwana. Lakini watu wamechafua hekalu la Bwana, wamepaka matope katika hekalu la Bwana. Naomba nikwambie mtu wa Mungu, tenga muda sana kwa ajili ya kutumika kwenye kazi ya Bwana. Wengine leo wanashindwa kutumika makanisani, wanashindwa kufanya kazi ya Mungu. Wanasema mimi niko busy sana na shughuli nyingi, siwezi kufanya kazi ya Mungu kwa sababu na shughuli nyingi. Lakini shughuli nyingi, kazi nyingi, wanashindwa kujua kwamba muda mchache wanaweza kutumia, msikilizaji wangu, kwa ajili ya Bwana, unaweza ukafanya mambo makubwa kwenye maisha yao. Lakini wako busy. Mwingine ukimwambia mtumishi, katika ibada ya Jumanne tunaomba uje uhudumie, anasema mtumishi, nakushukuru sana, ingekuwa ni jambo zuri, lakini sasa mtumishi, sitakuwa na muda. Sababu nini? Ukimuuliza nini sababu, mtumishi wa Mungu anakuambia biashara yangu, wateja masaa hayo ndio wanakuwa wamekuja. Kwa anathamini biashara kuliko kazi ya Mungu. Mwingine kwenye ibada za katikati huwezi kumwona kwenye ibada. Lakini kwa nini huwezi kumuona? Ukimuuliza mtumishi, ulikuwa wapi? Anakuambia mimi nilikuwa niko pengine kwenye biashara yangu, mimi nilikuwa niko shamba. Anashindwa kutenga muda mchache kwa ajili ya kumuita Yesu. Anashindwa kutenga muda mfupi kwa ajili ya kutumika na Bwana. Alafu siku moja huyu mtu huyu akikuta pengine kwenye biashara yake ameibiwa, au akakuta kwenye biashara yake pengine amezulumiwa, au akakuta kwenye shughuli yake yoyote anayoifanya, iwe ni kilimo, iwe ni biashara, iwe ni mwajiliwa, akakuta amenyang'anywa, atamrudia Yesu, ataanza kusema, Yesu, unajua mimi ni mtumishi wako, lakini nimeibiwa, nimedhulumiwa, nimefanywa hili na lile. Lakini anasahau kukumbuka kwamba hakutenga muda kwa ajili ya kumtumikia Yesu, hakutenga muda kwa ajili ya kutafuta ufalme wa mbinguni. Sina maana kwamba unaweza kunielewa vibaya kwamba huyu mtumishi vipi, hataki watu watafute hela, hataki watu wafanye kazi. Hata mimi nafanya kazi, hata mimi nashughulika kwa ajili ya shughuli zangu. Sina maana kwamba wewe ukae tu hauna kazi. Tunafanya kazi, lakini tunatenga muda kwa ajili ya kumtafuta Bwana. Vile tunavyopanga ratiba kwa ajili ya shughuli zetu, tupange pia ratiba kwa ajili ya kumuita Yesu kwenye maisha yetu. Tunapopanga ratiba kwenye maisha yetu, vile vile tupange ratiba kwa ajili ya kazi ya Bwana. Tutajikuta Bwana anafanya mambo mapya, mambo makubwa sana kwenye maisha yetu. Kila siku unaona mtu anastawi kihuduma, anastawi kiuchumi, anastawi kiakili, anastawi. Kwa nini? Maana Mungu anaziachilia baraka kila siku itwapo kwa ajili ya mtu huyo. Maana ametumia muda wake kutoa kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Mpendwa wangu msikilizaji unayenifuatilia, naweza nikasema tu kwamba masaa haya watu wengi sana wako busy sana, lakini kuna siku watakumbuka kumtafuta Bwana. Yawezekana pengine muda utakuwa umeisha,
ni vizuri upange muda kwa ajili ya kumtafuta Bwana. Fanya shughuli zako, kama una biashara fanya biashara, kama una kilimo nenda kalime, kama una shughuli gani nenda kaifanye, lakini tenga muda kwa ajili ya kumuita Yesu, atakusaidia. Msikilizaji wangu, ninapenda kusema tu kwamba Mungu akubariki sana kwa neno hili. Kama nilivyotangulia kusema, kwa majina yangu naitwa Sauli Ibrahim, ni mwinjilisti. Karibu sana kwenye channel hii. Endelea kufuatilia mahubiri haya. Sasa naomba nimshukuru Mungu kwa neno hili na kushukuru Yesu Kristo kwa neno hili. Umetufundisha mengi katika majira haya. Utukufu na heshima vikakurudie wewe. Asante. Yupo msikilizaji Bwana anayefuatilia mahubiri haya. Maisha yake Yesu usiache kama alivyokuwa. Baada ya kusikiza tu mahubiri haya, ndani ya maisha yake likafanyike badiliko kubwa. Ndani ya maisha yake ukatokee muujiza wako Yesu. Ndani ya maisha yake likatokee jina lako. Ndani ya maisha yake nuru iingie katika damu ya Yesu Kristo. Nimeomba nikiamini amekuwa. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki. Karibu sana, endelea kufuatilia katika channel hii. Yapo mahubiri mengi tutakuwa tunayaandaa. Yapo mafundisho mengi, tutajifunza mengi kadiri Mungu atakavyokuwa anaenda kutujalia. Amen. Mungu akubariki.